Tunaanza kwa kulogin. Hapa username ni admin, password ni hapa naingiza password, alafu kisha na login kwenye system. Kwenye system tayari. Kama unavyoiona hii system yetu ina features mbalimbali. Inaitwa Vuma Pharma. Complete Pharmacy and Supply Chain Management. Kwa wauzaji wa jumla na rejareja, huu ni mfumo ambao unakufaa sana kwa wewe ambao unahitaji system yenye bora na yenye viwango vya kimataifa. Vuma Pharma ni bora kabisa, imetengenezwa na Vuma Africa. Kwa ni mfumo ambao ni bora na unaweza kukusaidia kumanage biashara yako. Leo tunaangazia kipengele cha expense management. Tunakuja hapa tuna click hapa expense management au kwenye dashboard hapa kama unavyoona hapa kuna expense management. Expense na hapa sidebar kuna expense management. Kwa hiyo unaweza ka click dashboard. Kwa hiyo hizi ni expense ambazo tumeshaingiza kwenye mfumo. So far we have this expenses 61 created entry ambazo tumefanya. Ndivyo inavyoonyesha. Unaweza ka view detail ya expense moja jinsi inavyoonekana. Unaweza ka print pia expense moja wapo. Sasa tunaanza kuingiza expense. Kwanza kabla hujaanza kuingiza expense, una define a expense category. Expense category ambazo zinakuwepo hapa na description zake. Expense category, administrative expense na hizi zingine operating expense na hizi zingine kama unavyoziona. Hii expense module iko mapped to account, chart of account iko mapped na chart of account kwa sababu hii system iko na full accounting integrated. Kwa hiyo huhitaji mfumo mwingine zaidi. Kwa hiyo ukiwa na Vuma Pharma, watumiaji wote wa pharmacy inakuwa iko integrated na accounting software, pia iko integrated na CRM pamoja na payroll kama unaweza kutumia. Sasa hapa ni form ambayo unaweza kaadi category, expense category zako na pia ukamap to account. Sawa, pia ukamap to account. Sasa mimi nisha map tayari, naanza tu kuingiza expense zangu. Kwa nita click hapa ni add expense. Nita select user, by default atakuwa ni yule ambaye amelogin kwenye system, ndio anaweza ka issue expense. Sasa expense date, expense number ina generate automatic. Somebody to approve, unaweza ka select hapa somebody to approve. Pay name unaweza kaandika na payment method cash, mfano payment reference unaweza kaandika. Sawa. Kwa hiyo mimi hapa someone to approve, store manager, na pay name lipa labda Kasim. References so lazima kwa sasa nijaze tarehe hii hapo by default. Kwa nitaanza expense category administrative nitasema allowance staff allowance allowance itakuambia labda 100,000 ya 100,000. Quantity watu wawili kwa sababu hapa delivery staff labda nitalipa watu wawili kwa 100,000. Sawa. Nikishamaliza hapo na add. Kisha add hapo uja save. Hapo tume add. Hapo inatengeneza summary huko juu. Sawa. Kwa hiyo na kama na item nyingine ya pili administrative labda hapa nataka ni audit fee. Kwa hiyo nitakuja hapa nasema audit fee description. Audit fee description nimelipa watu labda 500,000. Huyo ni mmoja, nita add. Kwa jumla hapa ita create summary total hapa. Ukishamaliza hapa una create expense. Ndio hizo button hapo ku save ili ku create expense zako. Nakwambia expense created successful. Sawa, hapo unaweza ka view expense ambazo ume create au una save kwa hadi zingine. Kwa mimi na view expense ambazo nime save. Inafunguka upande wa pili wa ku view, lakini hii expense haijawa approved. Kwa unavyoziona hapa hazijawa approved bado. Kwa unaweza nika approve au ku reject. So itakuwa imetumwa kwa mtu specific wa ku approve. Kwa hiyo ata approve, anaweza ka approve au aka reject moja kwa moja.
Kwa hiyo mimi nimelogin kama super admin, kwa hiyo na uwezo wa ku approve. Kwa hiyo na click approve, then yes approve. Sasa hapa expense yetu hapa iko approved. Sasa na baada ya kuwa approved, kwa hiyo na record payment, full payment, manual. Kwa hiyo full itakuwa tayari hapa imechora, manual itakuwa ni half. Payment method itakuwa ni cash, reference, whatever unaweza ka create, paid, kwa nasema pay. Payment recorded successfully. Kwa hiyo tayari expense yetu iko paid successful. Na ukiangalia by default inaonyesha hapa, iko hapa hivi kwa mwezi huu. Kwa hiyo hapa naweza nika view expenses zetu na ukaona. Kwa ripoti zaidi tutaangalia kwenye video nyingine inavyoweza kufanya kazi, lakini hapo ndipo tayari mfumo wetu unavyorekodi expense zetu. Narudi kwenye dashboard na hapo inatosha kwa leo. Karibu Vuma Pharma uweze kutumia mfumo wetu wa Vuma Africa ambao unaitwa Vuma Pharma. Ni mfumo safi kabisa wa pharmacy management. Kwa hiyo karibu na kukaribisha uweze kutumia. Ni mfumo bora na wa kisasa. Tuna log out. Asante.